ambao hujibiwa dua ni pale mtu anapofuturu. Ni swaimu dua mustajab inda iftari kwa mal hadith. Waliofunga ana dua mustajab pale anapofuturu. Ni sehemu mbona kujibiwa sana dua. Sasa pengine kesho unafuturu nje wakati nje ya Ramadhani. Na dua zote zinapokuwa ndani ya Ramadhani mustajab. Utafuturu namna gani leo? Pengine magharibi leo ya mwisho. Pengine leo isha ya mwisho. Pengine leo tarawih ya mwisho. Pengine kiamu leo cha mwisho. Pengine subuhi ya mwisho ambapo kwamba salatu subuhi mwenye kuswali pale salatu subuhi unakuwa na nafahati na arzaki Mwenyezi Mungu anagawa ule wakati mpaka jua natoka. Pengine hija na umra za mwisho kufanya swali ishrak baada ya kujilazimisha bado swali kisha nini salatu subuhi kujilazimisha kwa jua likatoka likapanda kidogo ukaswali. Pengine ya mwisho salatu subuhi pengine mwisho, pengine dhuhuri ya mwisho, la asiri kesho ya mwisho, na swali mwisho ikawa swali mwisho. Kaifa una hali gani? Vipi hali yako? Kwa hali kama hiyo unajisikiaje? Walio na mioyo salama, walio na akili salama. La ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu ameumba wenye akili, ameumba ujinga. Anta fi ayi fariki? Kwenye kundi gani? Kundi la akili au na kundi la watu na akili? Swala za mwisho hizi, za mwisho. Ikija nikizama juu tu kesho kama nikizama kama utakuwa ndio mwezi utaandama. Sasa hivi swala moja nalipwa kwa mara 70. Swala moja ni swala 70 nje ya Ramadhani. Unaonaje ukiwa na magunia yako ya alizeti? Na bwana sasa hivi gunia moja sasa hivi inaweza kwa 70,000. Lakini mwisho kesho baada hapo gunia alizeti inanunuka 10,000. Bei hii ofa hii iliyotolewa kukununulia kwa 70,000 leo kesho mwisho. Nikijazama tujua ofisi na funga alizeti zitauzwa kwa 10,000. Utabaki na magunia yako? Utaacha store? Bei yanguke? Una juhudi gani za kufanya hizi ibada mpaka ndio maana kuna wenzetu wengine ndio wanakumbuka hata kadha. Ndani ya Ramadhani wanalipa kadha zao za swala ndani ya Ramadhani. Na kama tuliwahi kusema kuna siku moja tulisema kwamba hasa kama sisi vijana tulio wengi wengine wamefika chuoni hapa ndio wanaanza kuswali. Mwenye kwa walikuwa swali na alikuwa mshabali. Wengine wataalamu wengine wanasema haifai wewe watu kuswali sunna. Kwa sababu una mzigo unadaiwa swala za faradhi. Haifai kuswali sunna maadamu kuna faradhi unadaiwa, ulikuwa uswali. Wewe kabla baadia watu kiadhinia swala wazao wanaswali kabla swali lipa kadha unazodai kila siku unalipa kadha mtu mmoja. Na baada wengine nasema kwa takhfif inawezekana akaruhusu swali sababu pengine kuna wengine ameshaingia kweli alikuwa swali lakini ameingia alipoingia madrasa kama hivi imani imempanda, ana ladha na kupata sunna, ana ladha na kupata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukimkamulia swali sunna basi ataumia sana. Basi hata swali sunna kabla na baadaye lakini ataendelea kulipa. Lakini wengine sababu hapa haifai kabisa kuswali sunna. Lazima aendelee kulipa zile swali zote alikuwa anadaiwa. Kwa watu ambao kama wanatambua na wanaojali na Mwenyezi Mungu mwezi wa Ramadhani akalipa kadha ndani ya Ramadhani. Pengine swali lilikuwa anadaiwa nje ya Ramadhani lakini akalipa ndani ya Ramadhani inakuwa analipa mara 70. La ilaha illa Allah.
Lakini kwa wale wanaojua namna gani kufanya biashara na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ajalie katika wao inshallah subhanahu wa ta'ala.